Ni aje ni vipi ndugu mtazamaji ambaye unanitazama kwa time hii hapa. Bana, leo ni siku fulani ambayo tumekuja kupata burudani kede kede, kwa sababu huyu ambaye unamwona hapa pembeni yangu anaitwa mtaalam Ayo Solo Doctor. Bana, huyu ndo mshikaji ambaye kama utakuwa umesikiliza ngoma ya Mvua yake Mario pale mwanzoni pale, kuna gitaa fulani hivi linalia. Alafu kama umesikiliza pia nyimbo ya Amanda ya Kizuchu, kuna gitaa fulani pale nalo limepigwa. Kwa hiyo tukaona sio vibaya tumtafute mshikaji ambaye amehusika kwenye kulipiga hilo gitaa sasa, na uzuri ni kwamba utakwenda kusikia mwenyewe. Kabla hujasahau maelezo, mwanangu Ayo Solo, unaweza kutupiga kwanza gitaa kwanza la Mvua ili mtazamaji aweze kunyelewa kile kitu ambacho mimi namaanisha. Sijui unanielewa? Mvua hii inapigwa hapa sasa hivi. Oh, mvua, mvua nyesha mvua. Tupe Amanda na Amanda ile chei. Amanda au sio? Watu wataka wasikie waone kweli. Chei. Hai bwana. Hatari sana mzangu, nakuaje? Fresh baba. Kama kawaida kabisa. Bana, hongera, wewe ni talented sana mwanangu. Ni kipaji unacho. Hivi ukisikia mtu anakuambia hivyo, bwana una kipaji, unajisikiaje kwanza? Akiniambia na kipaji, kwa cha kwanza nashukuru kwa kuwa ameona kitu ambacho kiko ndani yangu. Nashukuru sana. Na pili, naendelea zaidi sana kupata idea kufanya mazoezi ili nikue zaidi hapa. Bana, inaonekana kupiga gitaa ndio kitu ambacho nakipenda zaidi, kwa sababu tulipofika tumepiga story kidogo tu, mwanetu ukachukua gitaa, yani ukaanza kucheza tu. Sisi tunapiga story tunazungumza mambo mengine, lakini wewe uko busy na gitaa lako. Hivyo kwa siku gitaa unalicheza mara ngapi? Kwa siku gitaa nacheza mara nyingi, kwa sababu kwa siku ninapofanya kazi pia nacheza gitaa, na nisipokuwa kazini kwa siku naweza nikashika gitaa mara 2 hivi kufanya mazoezi, vitu tofauti hivyo. Na so far uliniambia kwamba umefanya kazi kwenye nyimbo za wasanii mbalimbali, mfano hiyo Mvua ambayo umetupigia, Amanda, lakini pia hata Friend Zone ya Harmonize na Ibra. Friend Zone ya Harmonize na Ibra nimefanya mimi. Safari yako ilianzia wapi mpaka ukaanza kufanya kazi na wasanii? Ulianza rasmi kazi mwaka gani? Kazi rasmi nilianza 2023. 23 ndo nilianza kuforce hivi. Mungu alinikutanishani, nifanikiwa kukutana na jamaa mmoja anaitwa Extreme, akanipeleka kwa Liza akanielewa, akanikubali, akapenda kazi yangu, akasema utafika mbali dogo. Baadaye nikakutana na producer anaitwa Abiduka, baadaye nikafika kwa LG Pablo. Nilipofika pale nikafahamiana na watu wengi, watu wakanikubali, walipoona talent yangu, walipoona touch yangu akakubali issue. Hivi kwa mfano sasa Mario anataka atengeneze ngoma, au sio? Beat analikuta kwa producer, si ndio? Alafu producer yeye ndo anakupa bwana kwa kupitia beat hili, hebu kwa sababu ni mtaalamu utanyelesha vizuri, sasa nakupa key kwamba hebu piga melody kwenye gitaa, au wewe mwenyewe ndo unatengeneza kutokana na beat, au hii melody ya gitaa inakuja kabla ya beat? Melody ya gitaa inaweza kuja kabla ya beat. Na pia unajua issue za studio, tunaweza kwa tupo studio, example mpiga gitaa ndo anaweza kaleta idea, muda mwingine producer ndo anaweza kaleta idea, muda mwingine msanii. Kama tuseme Mvua mimi nilifanya, mimi ndo nimefanya, nimecreate Lizmu. Ila aliye create intro sio mimi. Ambaye create mwanzo pararara ni Kaniba. Ndo aliye create hiyo intro. Alipopiga tu kwa kinywa mimi nikasikia, nikapita nayo. Issue ikakuwa nzuri, akatengeneza kila kitu kikakuwa poa.
Hapo sasa umetuambia rhythm, mwingine ambaye anatazama sasa hivi haelewi kumwambia rhythm ndo nini. Labda unaweza kutuelewesha rhythm ni nini sasa? Rhythm ni kama hii ambayo unapiga hapa hii. Hiyo ndio rhythm ambayo nimecreate mimi. Umecreate. Alafu then baada hapo nampa producer sasa. Producer sasa hapa nampa producer akajaza beat nini, mambo mengine akajaza hapo. Shuka msanii akaelewa issue, kaenda mjini. Na hiyo rhythm inasikika mwanzo mpaka mwisho wa nyimbo au mwanzoni tu? Inasikika mwanzo hadi mwisho wa wimbo. Mwanzo hadi mwisho. Hiyo umetupa experience kuhusiana na nyimbo ya Mvua. Vipi kuhusiana na Amanda ya Zuchu, ilikuwaje pia? Amanda Zuchu hiyo ni project ambayo tulikuta tayari ipo yani. Tulikuta project ipo kabisa, ameshaimba kila kitu. Beat yani inakuwa nasubiri tu mtu akumix aje hapo, amix. Ila tupokuwa studio hivyo kujaribu kufanya vitu, wakakubali issue. Mbona hicho unapiga kikali? Hebu tujaribu kwanza. Pugusa hivi, issue kakubali. Kabaki hivyo yani hiyo intro nilivyopiga hivyo kavu haja mix hiyo gitaa wala nini. Ipo vile vile kavu yani. Ndio stukizi alivyofanya hivyo. Kuna changamoto gani ambayo ulishai kukutana nayo mkiwa studio kwa masuala yako kupiga gitaa? Changamoto ambayo yani ukikaa mpaka sasa hivi unaona bwana hili kwa hatari, kwa sababu wasanii wetu unajua wanataka kitu kizuri. Unajua kama Zuchu anataka ngoma kali, Mario Harmonize anataka ngoma kali. Changamoto gani ambayo unakutana nayo? Changamoto ambayo nishaga kukutana nayo ya studio ni kipindi ambacho nishagaitwa studio. Alafu yani na kazi, nilikuwa na kazi mbili tofauti yani. Na kazi kibaa kanisani, alafu na kazi studio. Alafu yani kazi ya kanisani inaanza saa 9, alafu mimi nikaitwa saa 7. Ilikuwa saa 7 kwa Mario. Tupo katikati ya session, mara sijui project sijui ipo sehemu fulani, subiri wanatuma WhatsApp, mara ambaye anasubiriwa atume project ya atumi, kwa hiyo nachelewa. Sasa issue inakuwa hapo tayari imeshapewa hela nishazitumia yani kitambo sana. Inabidi sasa nifanyie kazi. Alafu nina kazi nyingine saa 9. Kwa hiyo muda ukaenda ikafika hatua naanza pigiwa simu huko yani. Vipi mbona uji? Hizo changamoto zipo sana, hizi mara nyingi sana zinatokea sana na ni kubwa sana ni kwenye kazi zetu hizi. Na vipi kuhusiana na masuala mazima ya malipo bana? Wasanii wetu mkono ananyoosha bwana, hela tunapata kwa sababu unajua tunawafanyia kazi nzuri alafu zinaenda fresh kinoma yani. Kuhusu swala la malipo, wasanii wako vizuri. Wasanii wanalipa vizuri. Tuseme changamoto hazikosi. Changamoto zipo. Miaisho kidogo zipo. Miaisho tu hazikosi. Unajua si wanadamu. Kuna wasanii miaisho bro. Unapita kama ile nitakutumia baadaye au? Hizo zipo sana hizo. Ila changamoto zipo. Ni kawaida. Ila wanalipa vizuri, kila kitu kinakaa vizuri tu. Kuna msanii yote ambaye alishai kukuchelewesha hela yako yani mpaka sasa mkafikia hatua bwana sasa hivi tunagombana bana Yupo bwana. Yupo. Aliwahi kunichelewesha ila nilimchana live, nikamchana makavu tu. Tukaelewana, kanipatia hela zangu, kila kitu kikakaa poa. Bana leo tunapata madini na burudani kidogo. Wakati tuko off air ukaniambia kwamba una uwezo wa kucheza gitaa la nyimbo yoyote, si ndio? Sasa nikaa napitia hapa nikaona ngoma ya Mbagala ya Diamond ile. Kuna gitaa fulani linapigwa pale mwanzoni. Hiyo unaweza kutupa gitaa kama hili? Play usikie, si ndo wenyewe. Busara na upole nikiwa lorithi kutoka kwa mama yangu, mama yote
Oya master, hatari. Role model wako ni nani ambaye unamtazamia kwenye hichi kitu ambacho unakifanya? Kwenye gitaa? Tuseme kwenye muziki bana, mimi sitojua, yani sitokuja kujua gitaa. Utakuja kujua gitaa? Hapa si unajua hapa? Hapana, najifundisha. Unajifundisha? Nimeongea hivi kwa sababu sitokuja kujua gitaa, sitokuja, sitaki kuja kuitwa ni professional. Nataka siku zote niendelee kuwa mwanafunzi, kujifunza vitu tofauti hivyo. Na maromodo nao wengi. Nafani kila mtu namfuatilia, yani nikiona mtu anafanya vizuri. Yani hata hapa nikikuta mtu njiani anagusa kitu kizuri, namuita hebu rudia kitu umekifanya hapo. Nikiangalia kizuri, na copy, najiongeza mwenyewe, na create vitu tofauti na mimi. Sasa hivi una miaka mingapi? Mimi na 21. 21? Acha basi. Ndio na 21. Na kuna shule yote unafanya zaidi ya kupiga gitaa? Mimi shughuli ambayo nafanya zaidi ya gitaa sina. Mimi nafanya gitaa tu peke yake. Yaani unakula, unavaa, unalipa kodi? Ndio, nalipa kodi. Bado upo chini ya wazazi? Hapana, najitegemea peke yangu. Gitaa tu. Miaka 21 mtu anaweza kuona kama vile mdogo. Ndio hivyo, mimi na 21 nategemea hivyo. Nalipa chumba, nini, kila kitu. Na ugumu uko wapi labda kutegemea hicho kitu ambacho nakifanya, kwa sababu pengine labda mtu mwingine anaweza kaona kwa nini usitafute mchongo mwingine ambao labda utakuwa una uwezo wa kupata hata 800,000 au 700,000, au hii kazi ya kupiga gitaa inakuingizia kiasi gani kwa mwezi? Kuhusu kwa mwezi hapo ni kama kubeti, yani si unajua, yani inategemea nimefanya kazi mara ngapi. Kuna siku zinakujaga yani naweza nikafanya kwa mwezi nimefanya kazi mara 3, mara ngapi hivyo. Sio sana, kwa sababu kuna wengine wanakuwa wanapiga simu wanataka kazi, ila hatuelewani nao vizuri kuhusu swala la malipo. Ndio inakuwa hivyo. Msanii gani ambaye ni mgumu sana kufanya naye kazi? Mgumu? Kwangu mimi hakuna msanii mgumu, kwa sababu changamoto mimi ndo nazipenda sana kwenye muziki. Vile vitu vigumu sana ndo navihitaji sana. Ila mtu ambaye na enjoy sana nikifanya naye kazi, yani anatoa kuna material fulani anatoa magumu, nasema fresh. Ni bro Ibra. Ibra Konde. Ambaye alikuwa Konde anamaanisha. Ndio, yani ana create vitu vigumu alafu vizuri sana. Kwani vitu vyake yani akipatia mpiga gitaa yani vinaweza kumpatia kitu tofauti pia. Ila Ibra gitaa hapigi. Anaweza kucreate. Kitu gani ambacho alishake kwamba create mpaka wakasema we hapa balaa sasa hili? Kuna wimbo wake umetoka unga mwana, unga. Fuatilia wimbo, sikia intro. Umetia mambo yako mule? Nimepiga gitaa mule, alafu idea yake. Unaweza kutupa unga hapo? Sasa sikumbuki, yani hiyo nimefanya ila sikukariri yani. Sikukariri vizuri. Kwa hiyo ni Ibra ambaye ndo unaenjoy kufanya naye kazi. Lakini vipi kuhusiana na wale wasanii ambao anaimba alafu kwa wakati huo naye anajua pia kupiga gitaa? Mfano kama Barnaba. Barnaba anaweza kuimba na kupiga gitaa. Mkubwa Barnaba kwanza seme ni jini, alafu yuko vizuri sana yani. Barnaba yuko vizuri sana yani, na mtu namkubali sana yani, yani nishaga namfanya kama role model wangu wa maisha. Lifestyle yake na inanifurahisha sana, na pia kwenye muziki yuko vizuri, anasikio kwanza. Yani tuseme sijui nisemeje, sijui nielezeje, ila yuko vizuri sana kwenye muziki, yuko vizuri sana. Ushakufanya kazi na Diamond? Diamond ndio tumeshafanya kazi. Nimefanya Moyo. Nimefanya pia wimbo umetoka, kuna nyimbo mbili zimetoka hapa. Nani nimefanya hiyo gitaa hapo. Niende kwa nani? Ndio, kuna nyimbo nyingi tu pia zipo ndani nimefanya. Soon zitatoka. Nani pale gitaa liko mwanzo mwisho? Nani? Gitaa Lizmu ni moja tu, nimepigwa kawaida sana, ila kuna kisehemu tu ndo gitaa ilia vizuri sana. Hiyo ipo au umeisahau? Hiyo ipo. Hiyo ipo. Unaweza kutupa. Maana leo tunataka story burudani.
Una hii ndo lismo hapa. We know my bolingo kibinda koi na na ni na 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 ni na na ni na 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 ni na na ni na 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 ni na 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 ni na nende anana mtoto wa mjini na ni nini nini na nende baba 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 dende 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 huyo. Kwa kumbe Diamond tayari. Msanii gani ambaye hapa Kibongobongo amebakia bado haujafanya naye kazi na unatamani uweze kufanya naye kazi? Au Tanzania tushamaliza? Tanzania wote tuseme wasanii hapo wengi ambao sijafanya nao kazi. Mabigi ndio nimefanya nao kazi, ila tuseme sijamaliza kwa sababu kuna wengine watakuja baadaye. Neno kumaliza alitakiwi. Haitakiwi kwa sababu kuna wengine wanakuja pia tutafanya nao kazi. Sema kitu kingine ambacho nimegundua kutoka kwako bwana, hata mtazamaji atakuwa anaona. Unajua mtu akikuona anaweza kukuchukulia poa, yani kwa sababu muda wote kama unacheka cheka, yani afu kama vitu unavichukulia poa, lakini ikija kwa swala la gitaa una utaalamu wako. Ulishaye kwenda sehemu alafu msanii labda akaambiwa, "Oya dogo ndo huyu hapa atapiga rhythm," afu msanii akakupandisha akakushusha akakuchukulia poa mwanzoni? Ndio. Hiyo nishakutana hiyo changamoto nishakutana nayo. Nakumbuka sijui ilikuwa wapi hiyo. Kwa mwanzoni kabisa. Wakati mara kwanza nakutana na LG Pablo. Kwa na producer mmoja Biduka aliniambiaga, sasa vipi wewe kweli unagusa gitaa? Nikasema ndio. Unagusa gitaa? Ndio. Nilikuwa na ile gitaa, akasema gitaa acoustic wapi? Alafu LG akangangania akasema, hebu mjaribu kwanza huyo. Hebu mjaribu kwanza usikie anafanyaje. Tukarekodia mic. Beat ambayo tulicreate ilikuwa nzuri sana. Ndio ikatokea akanikubali, ila changamoto kama na hiyo ipo, nishaipitia. Na kwa namna fulani katika harakati zako ulishai kufikia hatua ya kukata tamaa kwa sababu labda kuona nataka nifike sehemu fulani alafu labda mambo magumu na nini? Kwangu mimi neno kukata tamaa ni sitaki. Changamoto zipo ni kubwa sana, ila kukata tamaa sitaki. Zipo yani kuna muda unasema muziki kama ndo hivi sio fresh. Miayusho wasanii, miayusho ya producer hivyo, yani anafika hatua unasema kama ndo hivi basi. Ila muda mwingine unakuta mambo yenyewe yanajirekebisha, yamenyooka yani hivyo. Kuna msanii gani wa kike ambaye anaimba na kupiga gitaa? Msanii wa kike ambaye anaimba na kupiga gitaa ambaye nimeshafanya naye kazi? Abi mwenyewe tu, Abigail Chams. Kwa msanii wa kike ambaye anaimba na kupiga vyombo ni Abi Chams. Ambaye nishafanya naye kazi. Basi kuna wengine siwafahamu wenda. Siwafahamu. Ila ambaye nishafanya naye kazi ni Abi mwenyewe. Ambaye ilikuwa ni project gani? Project ya Furaha. Alafu kuna nyimbo nyingi zipo ndani. Alafu ila kwenye Furaha ile alifanya Harmonize gitaa haikupiga, ilipiga kwa mbali sana. Abi Chams ni mtu mbadi, anapiga gitaa, piano, ile violini ile. Ulivyoingia na gitaa lako pale hamna vitu ambavyo ulijifunza zaidi kutoka kwake? Kutoka kwake kwa sababu siku ambayo nifanya naye session akugusa gitaa. Akugusa gitani, akugusa chombo chochote, aliimba tu, akaingiza verse na Big hapo, Harmonize akaingiza verse basi. Kwa namna ambavyo unafanya kazi unafanya kazi na wasanii, ukimtoa Ibra ambaye anaonekana ni mshikaji wako, ni msanii gani ambaye nje ya kazi ni mshikaji wako kinoma noma, mnaweza tamka mingo wote nini? Nje ya kazi? Nje ya kazi. Tuseme kwa kweli. Kwanza bro Ibra sio mshikaji wangu. Sio mshikaji. Yule ni brother wangu, yaani yule ni bro. Sasa bro anaweza kaa rafiki. Ndio, ila yule ni bro na mheshimu kama bro. Kwa wengine hapo sina, wote ni mabrothers. Yaani ni mabro tu nafanya nao kazi, tukutana tunafurahi nini hivyo. Mimi na swali. Unasema unafanya kazi na Diamond Platnumz. Unafanya kazi na Mario na Abi Chams. Ni msanii gani kati ya hao ambao anawahi kukulipa kiasi kikubwa sana cha pesa? Kusema kwenye issue ya msanii
hapo yani kiasi kikubwa sana cha pesa yani. Kuhusu kufanya kazi na Diamond mara nyingi sana kwa nalipwa na producer. Hani 200,000, 250,000 umo yani. Kutana example kwa Stukizi hapo mara nyingi tunakuwa tunafanya session ya beat yani. Nafika producer, anagela tunafanya beat kadhaa 2-3 hivi. Alafu msanii akija anachagua, anapenda hii. Akipenda beat ananiambia kama kuna marekebisho ananipigia simu, njoo bana tutengeneze kitu fulani akipo fresh. Ila kwa sessions. Ila wote wanalipa vizuri tu. Kusema kiasi kubwa ni bado ni pale pale unacheza tu 150, 200, 150, 200 hapo hapo. Ndio kiasi kikubwa ambacho ushapata kwenye kazi yako ile ya kupiga gitaa. Kwenye kiasi kikubwa? Kiasi kikubwa sio hicho bana. Kiasi changu kikubwa bana. Kwa mkweli bana ni milioni moja tu, ilikuwa milioni moja sijui laki ngapi. Ambayo ilikuwa ni project ya msanii. Ilikuwa project ya msanii. Ilikuwa project ya msanii. Na pengine labda watu ambao mnapiga vyombo, mnatumika sana kwenye live band Live band. Mnatumika sana. Soko la live band sasa hivi lipoje? Yaani kwamba nyinyi mpiga vyombo mnapewa thamani yenu kama ambavyo inapaswa nyinyi mpewe, ama wasanii promoters wanawachukulia poa poa tu? Kwanza kuhusu live band niongee kwanza, hapa tupo kwenye watu wa live band. Mkubwa Nyoshi El Sadat, wazee wa Tukuyu, Sizi Bogos, sijui nini. Wapiga gita tunataka heshima yetu. Wapiga gita wa live band tunataka heshima yetu. Please. Tunataka heshima yetu kabisa. Msio mnatuchukulia poa hivyo. Heshima yetu tunaitaka. Miayusho acheni kabisa kwa sisi wapiga gita. Wanawachukulia poa kivipi? Kwa masuala malipo au hata kwenye show za wenyewe hamuitwi? Show tunaitwa, ila swala la malipo hivyo miayusho inakuwa mengi. Nilikuwa naona kuna hichi kidudu ulikuwa unatumia, ngoja nikusaidie kuokota. Nataka arudie Amanda. Arudie Amanda? Arudie kwa urefu. Arudie kwa urefu. Hiki hapo. Kwanza kabla tujaenda kwenye Amanda, kuna muda wanatumia hiki. Yaani hicho zaidi sana ndo naweza nikatumia kwenye Amanda, kitu kama na hicho. Shay. Mimi mvua mwanangu, mimi mvua. Mvua tupige tu kwa urefu. Unajua una kitu ambacho unakifanya, yani mtu achoki kukusikiliza. Mvua nyesha mvua, naga nikumbatiwe mimi, mvua nyesha mvua. Ngoma gani nyingine Mario ambao ulipiga gitaa? Nimepiga tete. Tupe na tete hapo ndugu yangu. Sasa tete yani nimefanya gitaa ndogo sana, sio kubwa sana. Tete ulipiga ndogo sana. Yani tena katikati. Mbosso, ushafanya kazi? Mbosso nimeshafanya naye kazi pia. Iko kwenye kazi ambayo nimefanya naye sio nafikiri ni ya darasa, sio ya kwake, iko ya kwake. Ila kazi ambayo nimefanya naye bado zipo ndani bado. Ila darasa ile mapenzi sikisini. Yeye ina gitaa yake ile. Hiyo nimepiga hii. Inaitwa Looking for Love ya darasa.
Ila Mbosso kazi nyingi ambazo nimefanya naye bado zipo ndani. Bana, sasa kwa hii kazi ambayo unaifanya hii, dada zetu unajua wanapenda sana mambo ya kupigiwa, kuimbiwa. Changamoto hivi upatagi hizo? Kusumbuliwa labda ukienda kwenye show, watu ambao wamekuzidi umri labda nilipenda walivyofanya. Ipo sana hiyo. Vocha za 50 ambazo zinatumiwa sana hizo. 50 za vocha. Mara yo namba yako vipi? Mara mambo poa. Unamwambia mtu sina salio na kutumia 50 eti. Hiyo kawaida, ila sio vitu vya kuendekeza sana. Unajua tena. Sio vitu vya kuendekeza sana. Inaweza vikakupoteza. Kupoteza hapo ni rahisi sana, ila tu inabidi kutulia, una watu wako 1 2 3. Sio kutamba sana. Ndio. Bana, shukran sana I-Solo kwa time yako, na bila shaka mtazamaji ambaye alikuwa anakutazama sasa hivi kuna vingi amefurahia kutokana na talent yako ambayo unayo. Malengo yako ni yapi? Malengo yangu mimi nataka nije kuwa mpiga gita mkubwa sana. Nisishie Bongo tu hapa nyumbani. Niende nje ya nchi pia, nifanye kazi na watu tofauti na wasanii hapa Bongo. Ndio kitu ambacho nakitaka hicho. Bana, shukran. Au kuna kitu cha kuongezea, labda kuna swali lolote ambalo unataka nikuulize sijakuuliza? Unajua kuna kitu unaweza kusema da? Niuliza pressure, ni sitaki. Maana au labda kuna burudani nyingine ya kumalizia, kufungia? Burudani nyingine ni ngoma za kibongo tu, hata za mbele unazipiga? Za mbele. Za mbele kuna baadhi, yani kukopi cha mtu pia naweza, nafanya kawaida. Kama Nigeria nini? Ngoma gani ya Nigeria unaweza kaipiga? Ngoma ya Nigeria na hii hapa hii. Ya msanii gani kwanza? Hakuna hii. Bana, big time mtu wangu, na mimi nakutakia kila la heri katika kile kitu ambacho unakifanya mtu. Asante sana mkubwa, asante.